Mtazamaji wa Nuru Digital TV, karibu ndani ya kliniki ya moyo. Jina langu mimi naitwa Saum bin Said. Tunakuwa pamoja na Abasi Mliuka siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 kamili mpaka majira ya saa 4 kamili. Na katika kliniki ya moyo ni sehemu pekee ambapo unapata nafasi ya kusikiliza mikasa mbalimbali ambayo inahusu familia, lakini pia inahusu mahusiano. Leo tuna mdau wetu ambaye ametufikia ndani ya Nuru Digital akiwa na mkasa wake kuhusiana na maisha yake, na anashare na wewe mwanafamilia. Anataka umshauri kutokana na kile ambacho amekuwa akikipitia. Kwa mara ya kwanza kabisa ameolewa mwaka 1998. Hiyo ndio ndoa yake ya kwanza ambaye alibahatika akiwa na umri wa miaka 17. Bado tunasema ni umri mdogo ambao ni bado hakuwa mtu mzima, alikuwa ni mtoto. Na hapa ndipo ambapo alibahatika kukutana na mwenza wake na wakaanzisha familia. Anasema alikutana na baba wa watoto wake ambaye alifunga naye ndoa mwaka 1998, ni mkazi wa kaskazini huko Kilimanjaro. Walibahatika kupata watoto 3, na baadaye katika maisha yao yote ambapo alikuwa akiishi na ule mwanaume hakuwa amemueleza ukweli. Kwa nini hakuwa amemueleza ukweli? Ni kwa sababu kule Kilimanjaro alipokuwa anatoka alikuwa na mke na watoto wengine. Baadaye akaja kumueleza ukweli wakati huo akiwa ameshajenga maisha yao, ikiwemo akiwa ameshamjengea nyumba ya kuishi yeye pamoja na watoto wake hao 3. Maisha yaliendelea hivyo, lakini binti yule baada ya kujua ukweli, wakiwa wamebahatika kupata watoto 3, mwanaume yule alikuwa tayari amejiandaa kuondoka mkoa wa Iringa kurudi Kilimanjaro kwenye familia yake. Na hapo ndipo alimwambia kwamba mimi na wewe ndoa yetu itakuwa imeishia hapa, lakini mimi narudi kwenye familia yangu, kwa kuwa una nyumba basi unaweza kuendelea na maisha. Kama unavyofahamu, binadamu yoyote yule hawezi kuishi bila kuendeleza mahusiano, kwa kuwa tayari alishakuwa mama, alishakuwa na familia, lakini pia alikuwa na uhitaji wa kuwa na mtu mwingine. Huenda alifikiri ingekuwa ni support ya maisha yake kwa ajili ya kulea watoto, lakini pia kwa sababu bado alikuwa na uhitaji ule wa kibinadamu. Maisha yaliendelea hivyo, na baadaye alikuja akabahatika akakutana na mwanaume mwingine ambaye ni mfanyakazi wa halmashauri, na ambaye yeye alikuwa anaishi naye katika kipindi hicho kingine. Baada ya kumkuta na watoto 3, hivyo yule mwanaume aliamua kuishi na yule mwanamke katika nyumba ya yule bwana wa kwanza ambaye alimjengea na amemkuta na watoto 3. Sasa Waswahili husema ili ndoa iweze kuimarika vizuri, basi sharti kupate kile kiunganishi. Hapa alibeba ujauzito kama kiunganishi cha mahusiano mapya huyu mwanaume mwingine, na wakaanza kuishi pamoja. Bwana yule alikuwa ni mnywaji kidogo, hatuwezi kusema ni mlevi, ila ni mnywaji ambaye huwa akipata 2-3 basi anajifurahisha nafsi. Lakini bwana huyu pia ni mkulima ambaye ana mashamba katika maeneo mengine hapa mkoa wa Iringa, na huko alikuwa analima. Kama unavyofahamu, katika mkoa wa Iringa wengi ni wakulima wa nyanya, lakini hulima mahindi pamoja na maharage. Na katika maeneo hayo ambao walikuwa analima, mwanamke huyu alianza kupata tetesi mume wake anatoka kimahusiano na wanawake wengine. Kama mwanamke aliamua kutumia busara katika nyumba yake na kuanza kuzungumza na mume wake kwa utaratibu, kumuuliza juu ya tetesi ambazo anazisikia na ushahidi aliopata. Mwanaume yule alimwambia, ni kweli mke wangu, lakini ni sehemu tu ya maisha, nimetetereka kidogo. Mwanamke alimsikiliza basi na kumsamehe. Kama unavyofahamu pia wanawake ni watu wenye mioyo mepesi, ni watu wepesi kusamehe. Na pia aliwaza kwa umri wake, kwa sababu ilikuwa ni mwaka 2007 ambapo alikutana na mwanaume mwingine huyu na kuanzisha maisha. Na hapa katika maisha haya mapya ambayo wameendelea, mwanamke huyu alikuwa haishiwi kuacha kupigwa vipigo vya ndani ya nyumba. Mwanaume huyu ilifikia wakati akampiga na kumng'ata sehemu ya juu ya sikio, ambapo alitoa kabisa kipande kile cha sikio, lakini baadaye mwanaume alijutia na kumwomba msamaha. Haya ni madhila ambayo amekuwa akiyapitia kwenye maisha yake. Ukumbuke mtazamaji, hiki anachokipitia mama huyu yupo ndani ya nyumba
amejengewa na mwanaume wa kwanza na ana watoto 3, lakini mwanaume anayeishi naye amezaa naye mtoto mmoja tu. Yote haya amekuwa akiyafanya kwa mwanamke huyu ambaye yeye aliona na kila sababu ya kumvumilia, kwa sababu hakuona kama kuna umuhimu wa kuachana naye na kutafuta mwanamume mwingine. Alikuwa akiendelea kuuguza jeraha. Ndugu zake walikuwa kimuuliza, kwa nini unaweza kuvumilia matatizo kama haya? Akiwaambia kwamba siwezi kuachana na kila siku na wanaume, kwangu mimi inanifedhehesha kama mwanamke kuwa na mwanaume huyu na mwanaume huyu na mwanaume huyu. Maisha haya yaliendelea hivyo. Kisa kikubwa ambacho kimemfikisha mdau wetu ndani ya Kimbweta chetu siku ya leo, au ndani ya Kliniki ya Moyo na kuzungumza nasi, ni kwamba alipata tatizo la kaka yake ambaye alipata changamoto ya afya ya akili, ambaye anakaa maeneo ya Ilula hapa mkoani Iringa, na changamoto hiyo ilipelekea madaktari kumhitaji yule mgonjwa aletwe katika hospitali ya rufaa. Na baada ya mgonjwa yule kuletwa katika hospitali ya rufaa, ndipo ambapo ndugu waliamua kufikia kwa ndugu yetu hapa mkoani Iringa kama sehemu ya kumsaidia katika sehemu ya matibabu. Lakini mume wake alianza mahusiano na mke wa kaka yake ambaye anauguliwa, ambaye yupo hospitali. Walikuwa wakishirikiana kama wifi kwa ajili ya kusaidia kupika chakula hapa na pale. Siku moja wakati ametoka kwenye majukumu yake, alikuja kwa ajili ya kumwandalia kaka yake chakula pale nyumbani, lakini mume wake akamwambia hamwezi kuongozana wawili kwenda kumuona mgonjwa. Kwa nini msipeane shifti, yani kupishana? Mmoja akapeleka chakula asubuhi, mwingine akapeleka mchana, mwingine akapeleka jioni. Yeye kama mwanamke, kama mama wa familia, aliona ni jambo la busara hiki ambacho kinazungumzwa, na akaamua kufuata ushauri ule. Hivyo alimwambia wifi yake, bwana, mimi nitaenda asubuhi, wewe utakwenda mchana. Wakati anarejea, alimkuta wifi yake akitoka chumbani mtupu na akiwa na mume wake mtupu. Nikizungumzia mtupu, mtazamaji, ni ile hali ya kuwa kama ulivyozaliwa, wakiwa wamemaliza shughuli yao. Mwanaume baada ya kugundua kwamba mke wake amewakuta amewafanyia fumanizi katika tukio lile, alichokifanya ni kumkamata mke wake kwa nguvu na kuanza kugomba. Lakini mwanamke yule alikuwa akitaka kupiga kelele, alimziba mdomo kwamba usifanye namna hiyo, haya unayafanya jamii itatuelewa vipi sisi? Utakuwa umenifunua mimi, lakini utakuwa umemfunua pia na wifi yako ambaye unamtazama katika hali hii. Wifi naye hakuwa na la kuzungumza, hakuomba msamaha wala nini, basi yeye alivaa nguo zake haraka haraka na kutoka nje. Ugomvi ukawa umesalia baina ya watu wawili, mke pamoja na mume, ambaye hawa wanaishi nyumba moja. Lakini kilichowakutanisha na wifi yao ni ugonjwa wa kaka wa mke wake. Maisha yalikuwa magumu sana. Mwanaume alitumia mbinu nyingi kumshirikisha na kumshawishi mke wake ili aweze kumsamehe, lakini halikuwa ni tukio la kwanza kwa mume wake kumsaliti. Hivyo ilikuwa ni ngumu pia kumsamehe, lakini ilikuwa ni ngumu kumuelewa. Kwa hiyo alichokifanya mwanaume ni kumwambia, ikifika mwisho wa mwezi nitakupatia kiasi cha shilingi 100,000 kama sehemu ya kukupoza, unisamehe, mimi nimekosea sana. Mama huyu alichokiamua ni kuamua katika nafsi yake kwamba hawezi tena kuishi na wifi yake kwa kile alichokiona, lakini hili limemuumiza sana. Mama huyu aliamua kunyamaza kwa sababu alikuwa akimuuguza ni kaka yake, lakini alichoamua kukifanya ni kumwambia, wifi yangu, tafadhali naomba kila mizigo yako iliyoko hapa ndani ufunganye na uondoke kurejea kwako. Mimi na wewe nadhani msaada wangu umeishia hapa. Kama nimekupa dhamira ya kukuchukua nyumbani kwako, kaka yangu kumpeleka hospitali, na leo tunaishi pamoja, bado umeona kuja kunisaliti na mume wangu, umeamua kutembea naye, basi mimi siko tayari tena kuishi na ninyi hapa. Mume wake aliumia sana baada ya kukuta wifi yake huyu akiwa anaondoka na mizigo yake, lakini akamrudia mke wake kwa ukali na kumuuliza, unadhani kumfukuza ndio kutatua hili? Maisha yalikuwa magumu sana, lakini baadaye mwanaume huyu, kwa sababu kama pale awali nilivyokueleza kwamba mwanaume huyu amekuwa ni mtumiaji mzuri wa kilevi, kila anapokuwa akinywa pombe
huwa anamuuliza mke wake, unadhani mimi na wifi yako tumeachana? Hatujaachana. Meseji hizi, lakini hata bidhaa za nyumbani kama vile nyanya, pilipili hoho unazozitumia zinatoka kwake. Mke huyu anaumia sana na anakuhitaji wewe mtazamaji wa Nuru Digital uweze kumsaidia, kumpa ushauri nini ambacho akifanye. Mwanaume huyu amemkaribisha kwenye nyumba yake, lakini ni baba wa mtoto wake mmoja. Maisha yao yamechukua muda mrefu sasa, wana mahusiano, lakini wamekuwa wakiishi pamoja, na wamekuwa ni wanafamilia, lakini leo anamsaliti na mke wa kaka yake. Jukumu alilolifanya ni kumshirikisha kaka yake mmoja na kumwelekeza juu ya haya yanaendelea, lakini kaka yake amesema, mimi siwezi kutatua jambo lolote mpaka nishuhudie kwa macho yangu mawili. Endapo nitaona kwamba huyu nimemfumania na mumewe, basi nitakuwa na la kufanya. Kama mama, kama mwanafamilia, una comment gani kwenye historia ya mwanafamilia huyu ndani ya Kliniki ya Moyo? Endelea kutegea vipindi vyetu vingine ndani ya Nyambizi Mseto. Tuna mikasa mingine mizuri, lakini tunahitaji pia na wewe, kama una mkasa wako, usisite kutufuatilia, kutupigia, kututumia kupitia WhatsApp yetu kupitia nambari ya 0757283322. Tuandikie hapo ujumbe wako, nitakupigia moja kwa moja. Saum bin Said. Lakini endelea kuitegea sikio Nyambizi Mseto, na endelea pia kuisikiliza Nuru FM kupitia frequency yetu ya 88.9. Tumshauri mama huyu nini ambacho akifanye. Mume wake anamsaliti na wifi yake, mke wa kaka yake. Amemleta ndani ya nyumba yake, lakini pia amemlea na bado pia ni baba wa mtoto wake. Nini ambacho akifanye? Usisite kucomment hapo kumpa ushauri.